soma ana degree za kutosha alafu ni tajiri. Kwa nini? Kwa sababu ile elimu imemtengeneza kwenye misingi ya uoga. Hawezi akataka kuchukua hatua. Kwa hiyo ndio maana niliona picha fulani wameweka kibonzo fulani hivi hapa kwetu. Alafu kuna mtu anaendesha gari kali sana. Alafu kwenye ile gari pale wameandika chawa. Tena wameandika Chawa Pro Max. Alafu kuna mtu yuko kwenye bajaji, yeye ni profesa. Umeona? Kwa hiyo yeye profesa anamwangalia huyu chawa kwa inakuaje. Kwa nini? Kwa sababu elimu ambayo tunaiongelea ilikuwa imeletwa kwa makusudi kabisa kwa Afrika, ili Afrika iendelee kuwa chini ya. Ni elimu ambayo ni mitaala imetungwa nje ya. Ndio maana siku ile nilikuambia kuwa ni elimu, walileta elimu ambayo, au walitunga elimu ambayo ilikuwa haijali mila na desturi za wa Afrika. Kwa sababu leo ukienda kuangalia elimu ya Wachina, elimu ile imeunganishwa na mila na desturi za Wachina. Ukienda kuangalia elimu ya wazungu imeunganishwa na mila zao. Ukiangalia hivyo kadhalika elimu ya Wahindi imeunganishwa na mila zao. Lakini elimu ya Afrika, ndio wa Afrika tunajifunza vitu ambavyo haviko Afrika. Umeona? Kwa sababu kwetu huku tungetakiwa kuwa tunajifunza mambo tulionayo Afrika. Afrika tuna ardhi kubwa. Umeona? Kwa ina maana tungekuwa tunajifunza kuhusiana na kilimo huko Afrika. Umeona? Mtoto badala ya kuingia darasani na kuanza kumchoresha miguu ya panzi na makonokono na antena zake, matokeo yake angefundishwa ni namna gani sasa ili ulime kilimo ambacho kina stahili, yani shimo moja na shimo lingine kunatakiwa kuwa na umbali kiasi gani. Kama ni mahindi unatakiwa uchimbe kwenda chini kiasi gani. Na ardhi inatakiwa isiharibiwe na mbolea hizi ambazo ni mbolea za kisasa. Kwa sababu Mungu the way alivyoiumba ardhi ni kama alivyotuumba binadamu. Binadamu tunaugua kwa sababu ya mucus mbaya inayoingia kwenye miili yetu kupitia vyakula tunavyokula. Lakini tumeumbwa yani hatukuumbwa tuugue au tuumwe. Hapana. Yani wewe angalia magonjwa yote yana sababu ambayo sababu ile kuna namna imeanzia. Umeona? Angalia lifestyle tunayoishi, na kwenye miili yetu tunaingiza sasa kupitia vyakula. Tunaingiza mucus mbaya ambazo ndio zinaenda kusababisha sasa matatizo katika miili yetu. Ndio maana utaambiwa kitu fulani mtu akitumia sana sasababisha kansa. Sijui kitu fulani nasababisha sijui seli za mwili hazikai vizuri. Ni kwa sababu hiyo. Kwa kadhalika pia ardhi, Mungu aliiumba hii ardhi yani iwe inajiendesha yenyewe. Nakumbuka zamani nikiwa mdogo kijijini, wakati tunalima tulikuwa hatuweki mbolea hizi ambazo ni mbolea za za kununua madukani. Nakumbuka tulichokuwa tukifanya tulikuwa tunafyeka shamba, alafu yale majani yale choma. Ukiyachoma baadaye mnakuja mnalima. Kwa hiyo mkilima ni kuwa mnafukia yale majani ambayo mmeyachoma, yale majivu yale majani. Kwa mwisho wa siku ile ndio inaenda kuwa mbolea kule chini. Na miaka yote imekuwa hivyo. Alafu kitu kingine ilikuwa, kama unakumbuka, ilikuwa mbegu tunapeana. Yani mimi hapa nina mashamba, kwa hiyo nikivuna naweka, alafu msimu unaokuja natenga mbegu kwa ajili ya mbegu tu, msimu unaokuja. Alafu wewe ukija ambaye ni jirani yangu unakuja nakupa na wewe mbegu, na wewe unaenda hivyo hivyo, na utaendelea kizazi na kizazi. Kweli. Lakini sasa imefika mahali, kwa sababu ulimwengu sasa, hichi ninachokuambia, elimu imeletwa ambayo haiendani na mazingira ya Afrika. Imefika mahali sasa mbegu tunanunua madukani, na ukienda kupanda hauwezi ukarudia tena kupanda, itabidi urudi tena wapi? Urudi kwa sababu ni biashara. Lakini kabla ya kuvamiwa na wageni ni kuwa hatukuwa na biashara kwenye upande wa chakula. Upande wa chakula Afrika tulikuwa tunapeana, na ndio maana wageni walitoka huko wakaja Afrika kuja kuomba chakula. Maana tukawapa kwa ukarimu kabisa. Maana kwa sababu hiyo ndio nature ya wa Afrika. Lakini sasa wageni walipokuja, ndio sasa roho mbaya zikaanza kwa Waafrika. Ndio tunajiuliza ni nani alimfundisha Mwafrika roho mbaya, ambaye yuko radhi kabisa kumuona mwenzake anakufa na yeye hana shida, na yeye tena anaweza akafanya nini akammalizia. Samani kwa hivi, lakini ni utani tu haya makabila. Mtu asinichukulie vibaya. Sasa ni utani tu ambao ni utani tunakuwa nao kwa makabila. Kweli. Utani upo. Kuna bwana mmoja alikuwa anafanya kazi
Msumbiji, yani ukipitia Songea, basi ukiingia kule kulikuwa kuna machimbo kule ya dhahabu. Akaenda kule sasa, akakutana na bwana mmoja anaitwa Mangi. Nafikiri unajua ni Mchaga. Mangi Wachaga. Basi kwa hiyo wakawa pamoja, wakawa marafiki, wakaweka pamoja kwa sasa tuwe tunachimba pamoja. Kwa hiyo wakachimba pamoja, naongelea miaka ya 90. Mwaka 90. Umeona, basi wakachimba wakapata pesa. Sawa. Pesa milioni 6. Yani wachimba zile dhahabu wakauza wakapata pesa milioni 6. Kwa hiyo walipata milioni 6, yani kwa kipindi kile unajua ni hela nyingi sana. Mwaka wa 90. Kweli. Mara wakuta mtu kiwanja ananunua 100,000 au 1,500,000. Sasa kwa ilikuwa hivyo. Kwa hiyo ni miaka ya 90. Kwa wakapata pesa. Sasa walipopata pesa usiku Mangi akachomoka nazo. Jamaa anaamka asubuhi Mangi hayupo. Ondoka sasa. Kwa hiyo yule jamaa alikuwa anaongeaga yani kwa uchungu, anakuambia dogo, yani Mchaga usimwamini dogo, anaweza kukuchoma kisu hivi hapo akakwambia ufe pole pole, kisu changu usije ukakivunja. Yani kwa sababu alikuwa amefanya nini, amepigwa na hilo tukio. Yes, kwa nimesema inatolea tu mfano, lakini ni vile sasa ambavyo unaweza ukaona wa Afrika atakuwa na hizi tabia za kuweza mtu kufanya mtu mwingine ajisikie vibaya. Lakini sasa hapa nikirudi kwenye elimu, ndio maana wasema elimu lazima iwe chombo cha ukombozi na sio silaha ya utumwa wa fikra. Wasomi wengi wa Kiafrika ni watumwa wa fikra. Sawa. Na ndio maana utamkuta msomi wa Kiafrika ukimuuliza kwa nini Afrika ni masikini wakati tuna kila kitu, anakuambia mimi sijui. Unaona, kwa nini? Sio yeye wa kumlaumu, ni kulaumu mfumo uliomkuza. Kwa sababu ule mfumo ni mfumo uliomfanya, yani umemkuza awe hivyo, yani asielewe. Kwa hiyo tunakuwa ni wasomi wa kukariri na sio wasomi wa kutoa sababu. Kwamba kwa nini hapa imekaa hivi. Na ikionekana mtu ana question, hususan ni viongozi wa Afrika, ikionekana kuna kiongozi anajaribu kuuliza sana hilo, mwisho wa siku kwa nini hapa? Ndio mwisho wa siku unakuta huyu mtu afanye nini, hayupo au anamuondoa, na tuna mifano mingi hivyo. Kwa hiyo tulikuwa tunaongelea kuhusiana na elimu, lakini ukweli ambao hawafundishi mashuleni kuhusu Afrika ni huu hapa, kwa sababu tumekuwa tukijifunza historia za watu wengine, na ndio maana tumeusoma sana ukweli huo wa watu wengine bwana. Na tulikuwa tunagusa wa kwetu kwa asilimia kubwa sana, tofauti na wale ambao ni wa nje. Kwa sababu wa kwenu unaonekana ni ulikuwa ulimwengu, yani wao walipokuja, yani kwa namna ambavyo wameifutilia mbali ile historia ya Afrika, ilikuwa inaonekana Afrika lilikuwa ni poli ambalo wanaishi wanyama ambao hawajastaarabika. Lakini wakati ukweli ni kuwa Afrika ndio bara ambalo liliunda utajiri wa ulimwengu. Kwa hiyo ndio maana sasa unakuta hata mtu mwingine Mwafrika mwenzako anakuambia isingekuwa ni hawa watu weupe, sisi tusingekuwa hapa tulipo. Umeona, yani kwa maana kuwa tusingekuwa na maendeleo. Na huyu ni mtu ambaye ni amesoma, ni msomi na amesoma kweli, anakuambia hivyo. Ndio. Umeona, lakini ndivyo hivyo, na tunarudi pale pale kwenye kauli ile kuwa Afrika haiutegemei ulimwengu, isipokuwa ulimwengu ndio unaitegemea Afrika. Na sasa hivi ukijaribu kuangalia, nikupe mfano mdogo sana. Angalia taifa kubwa kama taifa la Marekani, wao sasa hivi wanawinda madini duniani. Na madini haya ni kwa ajili ya teknolojia. Unajua kule kutengeneza simu, smartphone, watengeneze batteries za vitu mbalimbali. Umeona, watengeneze engine hizi za hizi fighter jets. Unajua fighter jets zatumia madini hasa yaliyoko hapa Kongo hapa, kama cobalt, umeona, kama coltan. Lakini kuna madini ya lithium ambayo ndio yatengeneza hizi battery. Kuna madini mengine mfano kama uranium imejaa duniani. Kwa hiyo sasa kuna yale madini ile wanakuambia madini adimu. Madini adimu ambayo ndio yanatumika kutengeneza sasa teknolojia ya vyombo ambavyo vinatoka hapa duniani kwenda kwenye sayari zingine. Ndio hiyo sasa ambayo madini hayo wanayatumia. Lakini hebu tuangalie sasa
sisi wa Afrika tuko namna gani? Kwa sababu leo mtu anayesema kuwa bila wale tusingekuwa hivi tulivyo, inakaaje? Nilishawahi kukuambia kuhusiana na bomu lililopiga Hiroshima na Nagasaki, bomu la nyuklia umeona, ambalo lenyewe lilirushwa na ndege pale, na unaambiwa lile bomu yani kama bana lilitengenezwa kwa kupitia uranium iliyokuwa imechukuliwa hapa Kongo. It means kwamba kama wa Afrika tungeachwa vile vile na ufahamu wetu, maana yake ile nyuklia angekuwa naimiliki ni Kongo, sio Afrika, sio mtu mwingine. Sawa. Wa Kongo wa Afrika ndio angekuwa wanamiliki hiyo. Kwa hiyo tunaonekana kama hatuna akili, ni kwa sababu ya elimu. Ndio maana nakuambia mfano, aliyegundua shule, yeye alisoma wapi? Ina maana alitumia akili. Mbona hatusemi shule watu wasisome? No, watu wasome shule, lakini tuangalie tuwe ni watu wa kureason mambo, sio ni watu wa kukariri. Elimu ya namna hiyo maana kunamaanisha ya kureason mambo. Ndio, elimu ya kureason mambo. Kuwa kwa nini hii iko hivi? Kwa nini hili limeenda hivi? Kwa ndio maana. Sasa nataka hii zame kidogo kwamba nusu ya dhahabu yote iliyowahi kuchimbwa katika historia ya wanadamu ilikuwa imetoka sehemu moja barani Afrika. Nusu ya dhahabu. Na ukumbuke hapa kitu kimoja, kuwa dhahabu 50% duniani inatoka Afrika. 50% dunia nzima inatoka Afrika. Na dhahabu ndio utajiri pekee. Okay, nikupe mfano mmoja na hili si kana kwamba tunasababisha sikujenga chuki, hapana, ila ni kujitambua katika historia. Sawa, nikupe mfano mmoja. Unaona mashirika ya kukopesha fedha duniani, ndio yale mashirika yanakopeshaga nchi kwa sarafu ipi? Unakuta ni sarafu ambayo ni dola. Na dola iko nyingi sana nje ya Marekani. Marekani hakuna dola nyingi kama ilivyo nje ya Marekani. Na Marekani pale wao wako kwenye mfumo wa gold, wako kwenye mfumo wa dhahabu. Yes, lakini wakaamua sasa kuanzisha mfumo wa kiuchumi wa makaratasi. Si unanielewa hicho kitu? Alafu wanakukopesheni. Sasa na wao sio kuwa hawakopi, no, wanakopa. Na unaweza, cha ajabu unaweza kaambiwa kuwa wao ndio wanaongoza. Kwa nini? Kwa kukopa. Yani ndio wana deni kubwa kuliko taifa lolote, kuliko taifa lolote duniani. Lakini swali linakuwa, wakitaka kulipa wanalipaje? Ni wanaenda kuprinti zile dola. Wanaprinti alafu wanalipa. Sasa ngoma ni kwako wewe, ambaye wewe umeambiwa tumekukopesha na ni lazima ukope, kwa sababu anakupa kwa dola. Ndio, na usipokopa lazima, yani utawekewa vikwazo. Sio kila mtu anayekopa Marekani au kwenye mataasisi haya ukadhani anapenda. Yani lazima, na usipokopa utawekewa vikwazo. Hii ni kitu kipo tu. Na ndio maana unaona anko wetu yule, mjomba wetu yule wa Korea Kaskazini, umeona wakawa wanasema kuwa watu pale wanaishi maisha ya shida, sijui nini na nini, alafu ni nchi masikini sana. Sasa swali la kujiuliza, nchi gani masikini inaweza kutengeneza kombora la ICBM? Yani kombora linaweza kutoka bara moja kwenda bara lingine. Nchi gani masikini? Hebu tuchukulie vinchi masikini, vile vinchi masikini kweli duniani. Hebu kaangalie kama wanaweza hata kuunda bunduki tu hii ya kawaida hii, kaangalie kama wana uwezo huo. Lakini huyu ametengeneza haya makombora, ametengeneza nyambizi la nyuklia. Mnasemaje masikini? Ni kwa sababu yeye hakuingia kwenye hiyo mifumo. Yani mifumo ile hakuenda kukopa kule, alafu ndio sasa waseme sasa, maana takwimu anayekupa ni nani? Unaonaga kuna takwimu zinasemaga nchi fulani ndio inaongoza kwa masikini duniani. Ni takwimu wamezitoa. Wanashangaa eti. Na kuna takwimu moja mimi nilikataa tena nikaifuta kwa damu ya Yesu. Wakasema Tanzania ndio nchi inaongoza kwa wajinga duniani. Kivipi yani? Sisi ni wajinga? Huyo aliyetoa hizo takwimu ametoaje? Yani fanyaje hiyo? Si mwalimu, si ni ili tu yani nafikiri ni ile kama kutudhoofisha sisi wenyewe wahusika ili tujione kwamba ni kweli bwana hii. Ndio. Nafikiri ni vile ambavyo wanataka sisi tujione vile wao wanavutana, yani jinsi wanavutana wao. Ndio. Kwa sababu huwezi kuniambia kwamba kwa Tanzania asilimia malaki kubwa ni wajinga. Ndio. Wanasema ndio taifa linaongoza kwa watu wajinga duniani. Na ndio takwimu. Alafu anayekupostia ni Mtanzania mwenzio.
Ningekataa. Si unaona, anayekuwekea status ni Mtanzania mwenzio, anayekuwekea kwenye kwenye akaunti zake za mitandao ya kijamii ni Mtanzania mwenzio. Sasa unakaa unajiuliza, kona yeye amejiweka kwenye hilo kundi. Mimi nafikiri kuna naongelea kama Mtanzania sasa. Kuna vitu vingine ama kuna taarifa ambazo hatupaswi sisi kuzipublish. Hata ikitokea wao wamezinani, lakini sasa ile kuzikopi, kuzichukua alafu na kuziposti katika mitandao yetu ya kijamii. Nafikiri kama vitu tunajidhoofisha sisi, kama wakati fulani kuzungumza kwamba ukasema Mwafrika unaweza ukamwambia ukweli kuhusu asili yake vizuri kabisa na ukampa mfano halisi ambao ni ya kueleweka, alafu huyo Mwafrika akaja kukukatalia, akaja kukupiga vita kabisa, na sio ndogo mwalimu. Yes, yani nafikiri ifike hatua kuna mambo ambayo hatupaswi sisi kuyaposti ambayo yanakuwa ni negative. Kama ambavyo kipindi fulani kusema kwamba kwa jamii ya wenzetu wao mambo mabaya wanayachuja, yani wanayachuja kwenda duniani. Yani kama ni sehemu chafu na nini ambayo haieleweki, huwezi kuona, kama huwezi kuyaona kwenye mitandao ya kijamii. Utuna sehemu nzuri kabisa. Na ndio maana hata katika uhalisia maisha ya hapa Tanzania, nachukulia kwa Tanzania kwa sababu ndio unakoishi. Tanzania yeye ndio kwetu. Maisha ya Mtanzania na maisha ya mataifa nje ya Afrika, mwalimu, maisha mazuri ni Tanzania. Ndio. Tena ni the best kabisa. Na nafikiri nikuambia ile siku kuhusiana na dada mmoja alikuwa anasema Afrika ni dhahabu. Ni mzungu, sio Mwafrika. Yes. Ni mzungu anasema Afrika ni dhahabu. Alafu akaongea kitu kimoja, anasema kuwa yani wewe ukipata shida watu hawakufahamu, lakini watakukea, watakuchukua. Hata useme umeanguka barabarani, watakuchukua wakulaze, alafu baadaye ndo waanze kukuuliza umetoka wapi. Kama una njaa wakupe chakula. Umeona, ni Afrika hii. Kwa hiyo kaka dada, kama dada kametokea huko nini, huko Ulaya, kakao kanaongea, kanasema hii ni tofauti na kwetu Ulaya. Yaani Ulaya kwanza nyumba tu yenyewe kuilipia. Nyumba umejenga ya kwako. Na tuseme nyumba ukubwa wa hii studio hii. Yaani hiyo ngoma kulipia. Kuna kulipa nyumba, alafu kuna kulipia ardhi. Mbona sasa leo hii Tanzania unakuta mtu ana kiwanja na miliki, anatumiwa message kwenye simu yake na Wizara ya Ardhi, anasema mbona hujaenda huko kwa wengine ukaona? Umeona? Kwa hiyo haya sasa ndio mambo ambayo lazima sasa sisi tuweze kuyaongea, kwa sababu historia yetu tusipoiongea hakuna mtu atakuja kutuongelea kabisa. Ndio kama hivyo nimekuambia, imekuwa ikifutwa hiyo historia. Ndio huyu dada sasa kawa anaongea kuwa yani Afrika ni tofauti sana. Watu bado wana upendo, umeona? Okay, pamoja na hizo roho mbaya tunazozisema, lakini angalau kuna upendo. Yes. Atakupa chakula, kuna roho fulani ya huruma. Ndio. Hata kama mtu una njaa atakupa chakula, utakula na nini na hivyo. Nakumbuka juzi ilikuwa siku ya Jumamosi ile iliyopita. Ukiachilia hii ya juzi, ile nyingine iliyopita. Kuna mzee wangu mmoja alikuwa uko mtaani huko. Alikuwa na sherehe, ilikuwa vizuri tu. Basi na sherehe yenyewe ilifanyikia hapa kwa Idi kwa juu pale. Kuna ukumbi fulani huko pale. Basi sasa akapita mzungu mmoja yuko na mdada wa Kiafrika. Nafikiri wale ni wachumba wanakaribia kuoana. Kwa hiyo akaja pale mpaka pale hapo getini hapo, akamuuliza yule mwenyekiti wa kamati pale. Akamwambia, ninaomba kuingia humu niangalie harusi za Kiafrika uaga zinafanyikaje. Mimi mwenyewe na mchumba wangu huyu dada Mwafrika. Sawa. Nategemea kufunga naye ndoa. Kwa nataka nione vile utaratibu unakuwa, alafu nijifunze, na ninaahidi humo ndani sintatumia chochote. Yani angalie tu ajifunze. Lakini chochote kile, sijui ni vinywaji, sijui ni chakula, asitumie. Huyu mwenyekiti akamwambia, na kuruhusu kuingia kwa sharti moja. Ukiingia hakikisha unatumia kila kitu unachokikuta humo ndani. Na kama hautatumia ishia hapa nenda. Yule mzungu alishangaa. Alishangaa mno. Umeona, anasema
hii ni nini? Anasema kule kwetu yani uwezi ukaenda hivi kwa sababu unaenda kuingia gharama pale. Maanake sasa hujalipia, hujachangia huku ni michango. Unaingiaje? Lakini kumbuka ndilo bara ambalo wamekuwa wakilipicture lina njaa. Kumbuke hivyo. Kumbuka ndio bara ambalo limekuwa yani taswira inayoenda kule duniani imekuwa ikienda kuna njaa kali Afrika. Inakuwa negative. Lakini ukienda pale kwenye harusi tena ilikuwa ni kujihudumia. Kuna starter, sijui kuna vinywaji. Mzungu anabaki ameshangaa tu anaangalia. Mara kidogo umeletewa mishikaki, mara kidogo jamani kuna matunda pale, kidogo hivi anayesikia baridi kuna chai pale. Yaani mzungu amebaki anashangaa. Anasema hii mbona na akakiri sasa akasema mbona tunaambiwa tofauti kuhusiana na Afrika? Kwa hiyo ni kwa sababu hakuna mtu ambaye ameenda kutuongelea vizuri kule. Na tunapoongea hivi hatuongei kwa maana kuwa ni wazungu wote wabaya, hapana. Nikumbuke maneno ya wimbo wa Lucky Dube aliwahi kuyasema katika wimbo wake mmoja, alisema sio kila mzungu ni adui yako na sio kila Mwafrika ni rafiki yako. Unaweza kukumbuka Mwalimu? Nakumbuka tu hizo hayo maneno. Sio, ngoja tutaangalia. Kwa hiyo unaweza ukaona sasa namna ambavyo ilivyo. Kwa haya huwa hatufundishwi shuleni. Sawa. Na hata ndugu zetu wanapotoka hapa kwenda kule wanaenda kurepresent hili bara la Afrika kama bara masikini. Na hiyo ni kwa sababu gani? Kwa sababu labda kuna vitu wanavyovihitaji kutokea huko. Wapige picha maeneo ambayo watu wana shida. Hatukatai shida, mbona kwao pia zipo. Mbona zipo tu. Nafikiri hakuna mahali ambako hamna mahali ambapo hamna changamoto za kimaisha. Ndio. Lakini kwa nini huku kwetu ndo wapige picha alafu sasa picha zingine zinapigwa kwenye nini? Kwenye familia ambazo wakuta wana mifugo mingi. Sema tu sasa wakuta wale watoto ndio hivyo, yani nzi wamekaa huko mdogoni, kwa hiyo wanampiga picha nasema hawa ndio watoto masikini ambao tunataka mtusaidie. Okay, ni lini tutawahi sisi kuwasaidia wao? Kuna kiongozi mmoja alisemaga hatuhitaji misaada ila tunahitaji kuwapa misaada wanaotuletea misaada huko. Ndio kauli aliyokuwa ameiongea. Hiyo inakuwa ni kauli ya Kiafrika zaidi. Kwa sababu tangu miaka na miaka Afrika imekuwa ikitoa misaada kwa watu kutoka nje. Tutarudi kwenye historia ya Biblia. Okay, si tunaamini Wayahudi ni wazungu, si ndio? Maana tunawaona ni kweli tunaamini ni wazungu, tunaamini ni wazungu. Ndio. Na tunaletewa zile picha ambazo tunacholewa picha za wazee wale wa zamani ni wazungu, si ndio? Naelewa Mwalimu, naelewa. Nataka mimi na wewe hapa tukubaliane. Nakuelewa Mwalimu. Sawa. Maana tuachane na ile ambayo wengi tunapingwa tunaposema Wayahudi wa zamani walikuwa na rangi kama ya kwetu. Okay, si tunaamini ni wazungu, si ndio? Kabisa ambao ndio hawa na nisitoe tu mfano, tukimwona waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu, tunajua ndio Israeli. Huyu sasa ndio Myahudi mwenyewe, si ndio? Alafu na tunaona na picha za Yesu ni mzungu, si ndio? Na huyu Yesu mwenyewe ni ukoo umetoka kule kwa kina Ibrahimu. Basi nikuambie kuwa hapa Misri kuliishi watu weusi. Na hao watu ushahidi upo. Unajua tatizo sasa mtu anapobisha ndio lile tulikuwa tunaongea wasomi gerezani. Wasomi huru gerezani. Umeona? Na gereza hilo sio gereza ambalo umefungwa na pingu hivi mkononi au umewekewa askari mlangoni. Ni ndio hiyo wasomi gerezani. Au wasomi huru gerezani. Mtu yuko mtaani na utumwa huu wa fikra ni mbaya sana Bwana Deogratias Festo, ule wa kufungwa minyororo. Kwa sababu wa fikra ni wewe mwenyewe utadimandi kwenye swala la utumwa. Ndio maana ujifungue ama usijifungue ama uende kuwa hivyo uende kufungwa tu. Sawa. Ndio. Kwa hiyo maana sasa hii anania kufungwa kwenye mikono na kwenye miguu hii
Maana mtu anaweza akafungwa mikono na miguu kama wazee wale wetu wazee wetu wa zamani walifungwa hivyo, lakini akili zao zilikuwa zilikuwa huru. Ila sasa ndio tofauti. Tukaja kuletewa mfumo ambao umekufunga akili na huku mikono minyororo, huna mikono, unatembea lakini umefungwa akili. Sawa mwalimu, tuendelee. Wewe mwenyewe haujioni kama wewe ni unastahili, ila unaona jamii zingine ndio wamebarikiwa kuliko wewe. Unaona jamii zingine wamependelewa kuliko wewe. Sio kweli, na wao walikomaa, na wao walikazana kuhakikisha tu mambo yao yanafanya nini, yanakaa vizuri. Ndio maana nilikuambia kuhusiana na kwamba wasomi wengi na baadhi ya viongozi wa nchi za Kiafrika wanadhani tumekuwa masikini kwa sababu tuliwahi kutawaliwa. Sio kweli, kuna mataifa yaliwahi kutawaliwa yalikuwa masikini kuliko sisi, lakini kaangalia leo walivyopiga hatua. Nilikupa mfano wa taifa la Korea Kusini na taifa la Uganda na Ghana. Wamepata uhuru kama ni the same. Wakati haya mataifa yanazalisha chakula, Ghana na Uganda yaliyoko Afrika, biashara pekee ambayo Korea Kusini walikuwa wanaifanya ni kufanya biashara ya nywele za binadamu ambazo ndo zilikuwa zinasafirishwa kupelekwa China kwenda kutengenezewa mawigi ya kuvaa wanawake. Lakini leo nenda kaangalia Korea Kusini mahali ilipo sasa hivi. Korea Kusini. Haya, mataifa mengi yanasema tumeathirika na swala la vita baridi. Maana unajua kumekuwa na hiyo Cold War kati ya wababe wawili hawa kati ya Tai na Dubu. Nafikiri unaelewa nikisema. Sawa. Maana Dubu ni Urusi, Tai ni Marekani. Kwa hawa yani popote pale, Deogratias Festo, zingatia maneno yangu. Popote pale duniani unapoona kuna mgogoro unaendelea, ni Tai na Dubu wanashindana. Popote pale unapoona mgogoro unaendelea duniani, ni Tai na Dubu wanashindana. Kwa hiyo sasa ile Cold War sasa walipoingia, maana vita vya pili vilipoisha 1945 kukaanza vita baridi. Umeona, na hiyo vita baridi bado huyu Tai akawa, maana Dubu alikuwa na nguvu sana na huyu Dubu yeye ilikuwa, maana tuongee kwa kaulizo, hata Biblia inasema, Danieli anasema nilimuona mnyama chui sijui ana miguu ya chuma na huku mdako tuongee hivyo. Maana Dubu yeye aliunda umoja ule unaojulikana kama umoja wa Kisoviet 1922 ambapo alikusanya humo nchi 15 ikiwemo yeye mwenyewe Urusi, Ukraine, Latvia, Estonia, Kyrgyzstan, Kazakhstan, umeona kuna Turkmenistan, zote hizo zilikuwa humo ndani na mataifa 15. Kwa huyu Tai sasa akawa anaona wivu, mbona Dubu amekuwa na nguvu sana kiasi baada ya kuungana. Baada ya kuungana. Kwa tunafanyaje? Lakini kumbuka Adolf Hitler aliwapeleka, na kwenye kuwapeleka huko ikabidi sasa Tai amuombe Dubu amsaidie kwa sababu Adolf Hitler alikuwa mtata. Na kweli Dubu akapambana akamuondolea mbali nani? Adolf Hitler. Na baada ya kumuondolea mbali Adolf Hitler, basi ndio tarehe 4 mwezi wa 4 1949 Tai naye akaunda umoja wake, umoja wa NATO kwa ajili ya kupambana na nani? Na Dubu. Kwa popote ambapo Dubu alikuwa na influence, Tai lazima alikuwa anafuata pale. Yuko hapo. Lazima hakikisha kuna. Kwa hivyo nipo. Ndio. Kwa hiyo sasa ndio tunayoita Cold War. Ikawa vita nini? Vita baridi. Sawa. Na hiyo vita baridi sasa mataifa mengi ya Kiafrika yanasema tumeathirika na tumekuwa hivi masikini kwa sababu ya ile Cold War. Lakini sio kweli. Hakuna taifa ambalo limejiengage kwenye hivyo vita baridi vya moja kwa moja kama Vietnam. Vietnam miaka 20 wako vitani. Na kuanzia mwaka 1955 mpaka 1975, wakati ambapo 1955 Vietnam Wafaransa walikuwa wako pale. Umeona? Kwa sasa Mfaransa alikuwa anakumutwa pale. Ikabidi Tai aingie kumsaidia kumwenzake asije akaaibika. Kwa hiyo vita vimeendelea miaka 20, karibu haribu kabisa hilo taifa la nini la Vietnam. Lakini nenda kaliangalia, maana huku nyinyi mkisema vita baridi ni wale mamaster ndo walikuwa yani wanapigana na nyinyi, yani sio direct, ni indirect way. Lakini pale kulikuwa na vita vya haswa, yani watu wanapigana miaka 20, na miaka 20 hiyo nenda kaangalia taifa la Vietnam mali lilipo. Kwa unakuja kugundua tatizo sio vita baridi, wala tatizo sio koloni. Tatizo ni hapa kwenye akili. Ndio maana Biblia inasema bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Na Afrika hatuhitaji misaada, tunahitaji viongozi. Aliwahi kuongea Chinua Achebe, alisema tatizo la Afrika ni
ni viongozi. Yani ndio ukweli wenyewe. Umeona baadhi ya mataifa. Kwa sababu na mataifa mengine yamepiga hatua sana. Umeona, lakini baadhi ya mataifa ni hivyo. Umeona. Na sabani niongelee kidogo hii kabla sijarudi kwenye point nilikuwa nimeianza. Sawa. Na utaona hapa juzi hapa kumekuwa na sintofahamu ambayo imepita hapa kwetu. Lakini kuna baadhi ya mataifa jirani yani akawa yanachochea, yani peleka moto sana, yani kuchochea sana. Shida ni nini? Unajua Tanzania tunafanya maendeleo lakini hatuongei. Tofauti na mataifa mengi. Kweli. Sasa wale wakija ndio wanaona mbona nchi imejengwa hivi? Alafu watu kimya. Yani unajua hivyo, hatuongei yani. Na ukitaka kuthibitisha hilo, nenda angalia bloggers mbalimbali, angalia na hawa YouTubers wengi. Mmoja wapo anaitwa nani bwana? Anaitwa Wademayo. Wademayo. Anazungukaga kila mahali. Yeye ni yuko YouTube. Alikuja akaanza kuangalia hii nini SGR. Yani alishangaa sana. Unaona? Alishangaa na akapeleka hiyo habari kwa ulimwengu. Kwa hiyo ikaonekana Tanzania ni watu wanaofanya maendeleo, lakini maendeleo hayo wao huwa hawaongei. Na tukisema hivi mtu aelewe, kwa sababu ukienda kwenye mataifa mengine ya Afrika ndio utaelewa ni nini tunachomaanisha hapa. Kwa sababu kwingine unakuta maendeleo ni pale mjini. Barabara nzuri pale mjini tu. Lakini ukitoka hivi nje tu hivi yani ni hamna kitu. Lakini wa Tanzania unaona mpaka vichochoroni kuna lami. Yaani unaenda mahali unasema mpaka huku lami na kwenye imeingia. Ni kwa sababu nini? Kwa sababu lami unajua ndio inarahisisha mawasiliano. Kabisa. Na inasaidia pia kuinua uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa sababu kuna mazao kutoka mashambani huko kutoka ingi mjini. Yani hivyo yani. Kuna bidhaa kutoka mjini kwenda mashambani. Mashambani huko. Kuna watu wanaishi vijijini huko lazima pelekwe huduma. Ndio. Muda pia unatumia. Na muda unapungua kwa bidhaa kutoka mahali fulani kwenda eneo lingine kwa haraka zaidi. Niliwahi kusikia miaka ya nyuma kuna mahali wakati kilo ya sukari ilikuwa shilingi 1,500, basi huko mahali ilikuwa kilo ya sukari ni 10,000. Ni kwa nini ni 10,000? Kwa sababu ni ndani, sasa bado miundombinu ilikuwa haijafika. Yes, ndo maana ilikuwa iko namna hiyo. Kwa hiyo unaangalia mfano, utakumbuka hapa sisi kwetu wakati wa utawala wa awamu ya 4. Nafikiri unakumbuka alikuwa mheshimiwa Jakaya Kikwete. Awamu ya 4. Aliwahi kusema barabara ni mishipa ya damu ya kiuchumi. Ni kweli. Yes, na kipindi kile akampa kazi hiyo burudoza. Umeona? Akampa burudoza. Kipindi hicho waziri wa ujenzi. Waziri wa ujenzi. Kafanya alafu tena yeye mwenyewe akaja kaingia. Umeona, amekuja kuingia ndo akazijenga tena. Haya. Zichipuka kama uyoga mwana. Kama uyoga. Okay, muda haukuwa upande wake, alipotwaliwa mrithi wake naye akaja akaziendeleza tena zile barabara. Kwa ndio maana sasa haya hayaongelewi huko. Na ndio maana unaona wengine wanapiga kelele wakiona kama kuna hali ya taharuki nataka kutokea, kama unaona kuna kama kuichochea hivi. Umeona, kwa sababu wengine ni wapinzani wetu kiuchumi, kidesturi, hivyo. Kwa tuachane na haya. Kwa hiyo sasa haya ndio ambayo sasa yanakuwa yanafanya nini? Hayaongelewi kwenye vyombo vyao vya habari. Okay, nilikuwa nimerudi pale kwenye pointi yangu sijaisahau. Sasa nasema hii ya Afrika ilikuwa ni kawaida. Kwa hiyo nimesema kuwa tumeamini kuwa Wayahudi ni wazungu, si ndio? Tumekubaliana kabisa kuwa wao ni wazungu. Lakini wazungu hao, kumbuka, walipokosa chakula kule kwao, walikuja kwetu Afrika. Wazungu. Ambaye mzungu mmoja wapo ni Ibrahimu, baba wa imani. Tunarudi nyuma kabisa mwalimu. Nyuma kabisa, maana hii ni historia. Sawa. Ibrahimu baba wa imani. Sawa. Alipokosa chakula huko kwao uzunguni, maana tutumie hiyo kauli. Huko kwao uzunguni alipokosa chakula, aliona wapi kwa kwenda? Hakwenda kwa ndugu zake hawa wanini wa Ulaya. Maana walikuwepo huko. Kwa nini hajaenda huko? Lakini akaona hapana, akashuka kwenye bustani ya Edeni. Bustani ya Edeni ambayo ni wapi? Ni Afrika. Na ukumbuke zamani hiyo neno Afrika alikuwa ni jina la Afrika. Ni sio Wagiriki, sorry, Warani hawa.
Yes, Wagiriki. Wagiriki ndo walikuja wakaita Afrika. Umeona, lakini mwanzo ilikuwa inaitwa Alekebrani ambayo yenyewe inamaanisha kuwa ni bustani ya Mungu. Ndio maana hilo neno Alekebrani ndio mwanzo. Kwa hiyo au kibiblia inaitwa Kushi. Ukisikia Kushi au Ethiopia. Umeona, ukisikia Ethiopia ndio. Lakini hiyo tunaiongelea, hiyo yote ilikuwa inajumuisha sasa Sudani, Misri ya sasa, ukiangalia upande wa Somalia, upande wa Libya na Ethiopia yenyewe. Kwa hiyo ndio maana. Kwa sasa huyu huyu ambaye sasa ndio Myahudi ambaye ni mzungu tunaita, alipokosa chakula kule, akatoka kule akaja moja kwa moja mpaka wapi? Mpaka huku kwetu Afrika. Na alipofika Afrika tukampa chakula, sio tu chakula, akaondoka na utajiri usiokuwa wa kawaida, akarudi kwao. Amerudi kwao akaenda kukaa kule. Lakini ukiachilia mbali hiyo, akaja mtoto wake ambaye ni Isaka. Mtoto wake naye kulipokuwa kule kuna njaa, akatoka huko tena naye akaja wapi? Akaja Afrika. Na alipofika Afrika pia vile vile basi tukampa chakula. Okay, ukiachilia mbali hiyo, anakuja huyu mjukuu wake ambaye ni mzee Yakobo. Mzee Yakobo unakumbuka sasa kupitia kitukuu cha mzee Ibrahim ambaye ni Yusufu ambaye yuko huku. Mzee Yakobo naye njaa kule imewasumbua, wakafunga safari kutoka kule kuja moja kwa moja mpaka kwenye bara la Afrika kuja kuomba chakula ama kuja kuchukua chakula. Na walipofika huku, sio tu chakula walichoondoka nacho, waliondoka na vitu vingi. Wakaondoka na utajiri wa ng'ombe, wakaondoka na utajiri wa dhahabu, wakaondoka. Hii tunaiongelea ni Afrika. Sasa swali linakuja, Afrika imebadilikia wapi? Imerudi kuwa ombaomba? Ndio tatizo hapo, tuanze kujiuliza. Unajua historia ni mwalimu mzuri, na historia haidanganyi. Haidanganyi kabisa mwalimu. Leo Afrika amekuwa ni omba kuomba mpaka chakula. Yani asubiri mpaka chakula. Unakuja kugundua tumetungiwa mitaala ambayo haikujali utamaduni na mila za Kiafrika. Na ndio maana unaweza ukashangaa Afrika tuna ndugu zetu wako huko Sudani, si wengine wako Eritrea huko, wanakufa njaa, wanakufa ukame. Kuna ukame, lakini tuna bahari ya Hindi. Umeona, kuna mito na maziwa. Na ndugu zetu, yani ndivyo. Kwa nini? Ni kwa sababu tu narudi pale kuwa historia hii, hiyo elimu haikutungiwa katika taratibu au mila kuwekewa kwenye msingi wa Kiafrika. Na ndio maana nauliza sasa, na wewe unijibu hapo bwana Deogratias Festo, imekuwaje kuwaje Afrika ambayo ilikuwa ni kimbilio watu wakiumwa njaa huko wanakuja Afrika, ndio hawaendi sehemu nyingine kabisa, wanakuja Afrika. Yani imekuwaje kuwaje hili jambo leo? Imekuwaje Afrika ndio imegeuka kuwa omba? Unajua mtu mwingine ukiongea hivyo anafikiria mwalimu, wakati tunazungumza hiyo kwamba watu walikuwa, ile jamii ilikuwa ikihitaji chakula, ilikuwa inakuja Afrika. Ndio mwalimu, kuna story show kunipa siku moja kwamba hatukana kule nyanda za juu kusini mwalimu, ule mchele wa kule mwalimu unapendwa sana kule kwa jamii ya kule mwalimu. Ndio kabisa. Tafsiri yake ni kwamba chakula chetu kipo super kabisa. Na nikwambie mfano, kuna wageni waliwahi kuja hapa, walikuja na Prophet Hari pamoja na yule Apostle Bongani. Ilikuwa grupu ya watu kama 7. Yes, nakumbuka. Alafu kuna vijana wawili walikuwa wamesema wametokea Marekani. Vijana ndio. Nakumbuka vizuri. Nakumbuka. Wale watumishi ambao ni vijana. Sasa siku wakati wanaondoka, kwa sababu sasa baba yetu wa kiroho mheshimiwa nabii mkuu balozi wa amani Profesa John Davis, kwa ukarimu wake akawa amewalipia tiketi za ndege. Amewalipia tiketi za ndege huko ambako wanakoenda. Kwa akawapa pia, na ukiwa hapa movement zote za hapa, ametoa mafuta, ametoa na magari, sio gari moja, maana magari walikuwa watu 6, kama watu 6 mwalimu. Ulikuwa ni msafara wa watu, magari kama 4 hivi, yale magari ya kifahari kabisa. Kwa hiyo ninakumbuka sasa tulipowapeleka Kia kwenda kupanda ndege, wakati wasubiri ndege wakasema hebu ngoja tule chakula.
wakaenda pale mgahawani, kuna mgahawa huko pale. Sasa wakati anakula akasema yes, this is Africa. Ndo anaongea hivyo, anasema unaona chakula hata ni kila kuku ina ladha tofauti na kule kwetu. Unakula kuku hujui hii ni nyama ya kuku au ni nyama ya mtu. Mwalimu, nafikiri yani huo ni uhalisia kabisa, hata kwa nini nisikufiche. Ndio. Unajua tunapokwenda mahali kuna vitu ambavyo huwa tunajifunza. Hata si mimi mwenyewe nilipofika Dubai, mwalimu, mimi sikufiche, ladha ya chakula kweli ni tofauti na ladha ya chakula cha Kiafrika. Na usisahau chakula ambacho wamekinunua kutoka Afrika. Ndio. Usisahau jinsi ambavyo na kilivyo. Sinasema huo ndio utajiri wa nini wa Afrika. Na tukiongelea hilo nafikiri mkumbuka Bishop Gary Ibet. Yes. Yeye alikuwa anaingia huko ndani kwenye mabanda yale ya nini migahawa hii. Yaani huko ndani huko kule wako katakata kitimoto kule. Anaenda kula huko. Sasa unajiuliza huyu fika na ugali kidogo. Si mzungu huyu. Sasa unajua mke wake sasa ni wale wa Marekani wenyewe. Yes. Apendi kumuona hata atawana aende kwenye mahoteli aende supermarket, anamwambia no, mimi ni Mwafrika. Mimi ni Mwafrika. Anajivunia mwenyewe. Ni mzungu. Yaani ni Mwafrika ndani. Ndani. Lakini sisi chakula na nini asema mimi ni Mwafrika. Na ndugu zetu wa Masai wana utaratibu wa kumkaribisha mtu kwenye nini zao, koo zao. Kwa walimkaribishaga yeye kwenye ukoo wa Laiza, wakawa wanajiita mimi ni Laiza. Wow. Kwa hiyo sasa ni nini anapenda hiyo, yani anapenda sasa kila kitu huko. Unajua huko kwetu ni organic. Kweli. Tofauti na huko kwao, yani vitu vingi sana unakuta ni ndio hivyo tena. Kwa hiyo sasa hii ndio historia yetu. Na hapa nimeongea tu kwa kifupi, lakini kipindi kijacho tutaingia kwa undani zaidi ni yapi ambayo tunapaswa kuyajua kuhusu Afrika yetu, lakini hayafundishwi na hayajawekwa kwenye mitaala yetu ya elimu ya Afrika, kwa sababu elimu hii ambayo tuko nayo huko Afrika ilitungiwa nje ya, na ndio hiyo nilikuambia walianzisha ile tunaita school system, mifumo ya shule kwa ajili ya kupiga akili za Waafrika. Wao ukisoma uwezo kawa mgunduzi, umeona elimu kuna mahali imekulimit au uwezo ukagundua kitu, lakini sio kwa hamna wagunduzi kutengeneza kitu. Ndio sio kwa hakuna wagunduzi Afrika, wapo. Nikupe mfano mmoja. Kuna bwana mmoja yuko hapa Tanzania anaitwa Masudi Kipanya. Anatengeneza magari anaita KP, magari ya umeme. Umeona? Na from the start mpaka hapo alipofikia, yani mpaka gari inatembea ni akili yake. Sio kitu kidogo. Hajajifunza kutoka sio, ni akili yake. Na yeye ana kauli yake moja, anasema akili yako inapokuambia hili haliwezekani, basi ndio umeishia hapo. Na ni kweli. Yani akili tu uanza kuwaza hili haliwezekani. Inawezekana. Na haliwezekani kweli. Haiwezekani. Ambia ndio ufahamu wako umeishia. Hata mimi nakataa. Ndio. Mwalimu, ndo kwa leo umeishia hapo. Nimeweka nanga hapo. Okay. Wiki ijayo tutang'oa nanga hapa tulipoiweka ili tujue. Ila naomba tu swali moja. Nikupe swali? Nauliza. Tuwaulize swali moja ndugu zetu wanatufuatilia. Imekuwaje Afrika ambayo ilikuwa ni kimbilio, Afrika ambayo ilikuwa inalisha watu wengine na kuwapa utajiri waende huko kwao wakawe matajiri. Ujue Ibrahimu baba wa imani, utajiri wake si unaujua ulianzia Afrika. Maana alitoka huko, ametoka huko ya Wakaldayo huko Mesopotamia, amesafiri mpaka huko ambako Mungu alimwambia nitakupa, ndio akafika upande huu sasa ambao ni Palestina, ambayo kwa sasa inajulikana kama Israeli. Lakini njaa imemkamata pale, akaona hawezi kurudi kwao. Akimbilie wapi? Aje Afrika. Amefika Afrika, nafikiri kinaeleweka vile ambavyo mambo yalikuwa. Pale ndio hivyo akasema huyu bwana ni dada yangu na nini. Farao akamuona, akataka kumuoa. Lakini mambo yakawa si mambo. Akapewa chakula kwa sababu kule kulikuwa na njaa. Akapewa chakula, akapewa na utajiri. Kwa sababu hiyo Misri ilikuwa inamwagiliwa na mto nini? Mto Nile. Takuja kuelezea kwa sababu mto Nile, unajua mito ina kawaida ya kunini, ya kuhama. Ina kawaida pia ya kupotea. Kupotea kabisa.
au ina kawaida pia ya kubadilisha vyanzo kabisa. Yote tutakuja kuiongelea. Kwa hiyo huu mto Nile kutokea hapa kwenye hili ziwa Victoria, tusiseme Victoria, ziwa Nyanza kutokea hapa ziwa Nyanza hapa tutumie majina yetu yes, hii ni baadaye jina la Kiafrika hilo kutokea hapa ziwa Nyanza ambayo ndio Victoria yenyewe. Huo mto Nile maji yake yanaenda ndio yakawa yanamwagilia hilo bonde lote la huko Misri huko. Kuna chakula pamestawi vizuri. Mzee Ibrahimu akaja akapewa chakula, akaondoka na ng'ombe, akaondoka na vitu mbalimbali, akaondoka na dhahabu, ndio akaenda kule. Si unaelewa hicho kitu? Amefika kule basi ndio sasa akawaambia watu wa kule, jamani niuzieni eneo jamani. Wakamuuzia maeneo yanaitwa Hebron, mahali pa kuzikia huko Makpela wanaita Hebron, lakini ni hela na eneo ndio ni hela na utajiri aliyoupata kutoka Afrika. Sasa swali, imekuwaje Afrika imekuwa ombaomba wakati Afrika ndio ilikuwa msaada wa watu wengine? Ndio maana nimerudi kwenye ile kauli ya yule kiongozi, alisema kuwa hatuhitaji misaada Afrika, ila tunahitaji kuwapa misaada wanaotuletea misaada. Asante msikilizaji, tumekuwa na wakati mzuri sana katika sehemu hiyo, na hapo ndiko ambako Mwalimu Isaya hapo ametia nanga.